Halo wapenzi watazamaji wa Kilwa Integrated Agrobusiness. Karibuni tena kwenye channel yetu ambayo inajihusisha na kilimo pamoja na ufugaji. Mpenzi mtazamaji, katika somo lililopita tuliangalia namna gani tunaweza tukatengeneza pesa nyingi katika programu ya unenepeshaji au katika biashara ya mifugo. Basi mpenzi mtazamaji, katika somo hili la leo leo tunaendelea na somo letu katika sehemu ya pili. Na katika sehemu ya kwanza, kama hujaangalia sehemu ya kwanza, ni vizuri ukaenda ukatafuta sehemu ya kwanza ukaweza kupata hilo somo vizuri, ili kuweza kupata muendelezo na kupata uelewa wa pamoja, kwa sababu utakapoangalia video hii kama utakuwa hujaangalia lile somo lililopita, inawezekana ukashindwa kuelewa kwamba somo hili lilianzia wapi. Na katika somo la kwanza tuliangalia nini maana ya unenepeshaji, lakini mbili, tuliangalia ni kwa nini tunanenepesha mifugo. Na kitu cha tatu tuliangalia ni vitu gani ambavyo ni muhimu vya kuzingatia, vya kuwa navyo, ili kuweza kuhakikisha kwamba programu ya unenepeshaji au biashara hii ya unenepeshaji inafanyika vizuri. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama hujaangalia hilo somo, ni vizuri ukaenda kuangalia. Nitakuwekea kichwa cha habari cha somo lililopita, lakini pia unaweza ukalipitia ukaenda kulitafuta kwa kichwa cha habari hiki ambacho, kwa sababu ni muendelezo. Kwa hiyo nimesema kwamba tunaendeleza somo letu lile lile ambalo lilikuwa linasema namna gani tunaweza tukatengeneza pesa nyingi kupitia biashara ya mifugo. Kwa hiyo leo tunazungumzia sehemu ya pili ya somo letu. Na katika somo letu la leo tutaenda kuangalia ni vigezo gani ambavyo vinatakiwa vitumike wakati wa kuchagua mifugo ambayo tunaiweka kwenye programu ya unenepeshaji. Lakini mpenzi mtazamaji, kabla hatujaenda kwenye somo letu la leo, kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia chaneli yetu, basi ni kuombe uweze kwenda kwenye sehemu ya subscribe hapo chini, uweze kusubscribe, lakini ulike na kuweza kushare katika watu mbalimbali, ili waweze kupata somo hili. Na wewe pia kwa kufanya hivyo utaweza kupata notification pale tu ambapo tutakuwa tunatoa somo lolote katika chaneli yetu. Basi mpenzi mtazamaji, twende moja kwa moja kwenye somo letu la leo ambalo litaenda kujikita au kuangazia katika ni vigezo gani ambavyo tunavitumia kwenye kuchagua ng'ombe au mifugo ya kuweza kuingiza kwenye programu ya unenepeshaji. Mpenzi mtazamaji, kigezo cha kwanza kinategemeana. Kwanza vigezo hivi vinategemeana na kitu kimoja. Kwanza ni sehemu gani unapata mifugo yako, chanzo cha mifugo yako ya kuweka kwenye programu ya unenepeshaji. Kwa nini nasema hivi? Nitaenda kuelezea kwa nini nasema hivi, kwamba vigezo hivi vinategemeana na chanzo cha mifugo yako unaipata wapi. Mfano, kuna watu ambao tayari wana mifugo yao, wana ng'ombe, wana mbuzi, wana kondoo wa kutosha ambao wanafuga wenyewe. Lakini sasa hawa watu wanahitaji, wakati wa kuvuna mifugo yao, kabla hajaipeleka sokoni, anataka kuiongezea thamani. Sasa huyu mtu huwezi kumfananisha na mtu yule ambaye anaenda kwenda kukusanya mifugo hii katika midada au kwenye wafugaji mbalimbali ambao anaenda kuchukua hiyo mifugo ili aweze kuingiza kwenye programu ya unenepeshaji alafu baadaye auze. Kwa maana nyingine ni kwamba huyu mtu ambaye ana zizi lake tayari, ana ng'ombe wake, ana mifugo yake tayari, hivi vigezo anaweza vikawa sio vya kuzingatia sana, kwa sababu yeye tayari anayo mifugo yake. Kwa hiyo ni kitendo tu kwamba wakati anapohitaji kwenda kuiuza, anaichukua, anaingiza kwenye programu ya unenepeshaji kwa muda ule ambao tuliuzungumzia kwenye somo la kwanza, then baada ya hapo anatoa mifugo yake anauza. Lakini kwa mtu ambaye anaenda kukusanya mifugo yake kwenye minada au kwa wafugaji tofauti tofauti, ni muhimu sana akazingatia hivi vigezo katika kuchagua mifugo yake, kwa sababu
atatumia mtaji kwenda kununua mifugo kwanza, alafu baadaye aweze kuingiza ile mifugo aliyoinunua kwenye programu ya unenepeshaji, alafu baada ya hapo ndio atapeleka sokoni. Kwa hiyo hapa ndipo mtu kama huyu anapohitajika kuzingatia vigezo hivi ambavyo nitaenda kuvielezea. Na vigezo vyenyewe ni vigezo viko vitano. Kigezo cha kwanza ni umri. Umri. Ninapozungumzia umri, sizungumzii umri wa mtu wala sizungumzii umri wa nani, nazungumzia umri wa mifugo. Mifugo ambayo ina umri mkubwa, ambayo imeshazeheka tayari, huwa inachelewa sana kunenepa ukilinganisha na mifugo ambayo iko tayari imefika ule muda wake wa maturity. Usije ukachukua wadogo sana pia. Wadogo sana ukiwachukua, watatumia chakula unachowapa kwenye prosesi ya ukuaji. Lakini hawa ambao tayari wameshazeheka wana tatizo moja la kushindwa kufanya tunasema conversion rate. Conversion rate yake ni ndogo ukilinganisha na hawa ambao tayari wako size ya kati, ambao ni maturity, ambao tunazungumzia kwa ng'ombe tutazungumzia umri wa mwaka 1.5 mpaka miaka 2 au 2.5 kulingana na aina ya mifugo au kulingana na breed. Hivyo hivyo pia kwa mbuzi ni hivyo hivyo. Ukichukua wadogo sana, chakula utakachokuwa unawapa kitatumika kwa ajili ya kukua, lakini hawa wakubwa ambao wameshazeeka tayari, conversion rate yao ni ndogo kuliko wale ambao tayari wako kwenye size ya kati, ambao wako kwenye umri wa kati, ambao tunasema wamefika kwenye umri ule wa maturity. Sasa kwa hiyo wakati wewe unapokwenda mnadani, ni lazima uhakikishe unazingatia ili swala la umri. Ziko njia mbalimbali za kuweza kuchagua, za kujua umri wa mnyama. Unaweza ukatumia meno, hasa hizo ndio zinazotumika, lakini pia unaweza ukamuuliza mfugaji. Lakini ng'ombe ambaye ameshazeeka au mfugo ambao umeshazeeka, hata ukiuangalia tu unaonekana kwamba huu mfugo tayari umeshamaliza muda wake. Kwa hiyo usije ukaingia ukachukua mifugo ambayo tayari ilikuwa ishazeeka, itakusumbua sana kwenye unenepeshaji. Utakuta inachelewa kwa sababu conversion rate yao inakuwa ni ndogo. Ninapozungumzia conversion rate ni kile kiwango cha kuweza kubadilisha chakula kuwa kwenye misuli na kujenga uzito na kujenga misuli. Kwa hiyo ndio maana ya conversion rate, kubadilisha chakula kuwa kwenye misuli au nyama na fati au mafuta. Kigezo kingine ambacho kinaweza kutumika, ambacho unatakiwa kuwa makini nacho pale unapokwenda kununua kwenye minada, ni kigezo cha aina. Kwa Kiingereza tunaita ni breed. Lazima uangalie, kuna breed ambazo ni zinatumika kwa ajili ya nyama. Sasa lengo la kunenepesha sasa tunataka kuboresha nyama. Sasa usije ukachukua mifugo ambayo ina asili ya maziwa. Ng'ombe wa maziwa, mbuzi wa maziwa huwa mara nyingi hawana mili mikubwa, wanakuwa na mili midogo. Sasa hawa ukiwatumia kwa ajili ya programu ya unenepeshaji, inaweza ukashindwa kufikia lengo lako, kwa sababu sio aina ambayo inafaa kwa ajili ya unenepeshaji. Kwa hiyo zipo aina ambazo zinafaa kwa unenepeshaji. Kwa mfano, kwa ng'ombe, kuna ng'ombe ambaye anaitwa Borani, kwa hapa kwetu Tanzania wanapatikana sana. Lakini pia kuna Sahiwal ambao Kenya pia wapo, lakini hata hapa Tanzania kwetu wapo. Na hawa Borani pia sana unaweza usipate piwa, lakini krosi zake zipo nyingi ambazo unaweza ukazitumia hizo, ukaweza kutumia kwenye programu ya unenepeshaji. Kwenye mbuzi, mbuzi ambao wanapatikana sana hapa Tanzania kwetu ni mbuzi aina ya Isiolo. Hawa ni gala. Lakini pia kuna Boa, Red Kalahari, kuna Savana. Hawa wote, kuna mbuzi mwingine ambaye amezalishwa hapa kwetu anaitwa Malia. Hao ni mbuzi ambao ni wakubwa, wenye maumbo makubwa. Hawa wanaweza kufaa kwenye unenepeshaji na wanakuwa kwa haraka kwa sababu conversion rate yao ni kubwa. Kitendo cha kuweza kubadilisha chakula kuwa kwenye misuli na nyama ni kikubwa ukilinganisha na hawa mbuzi wengine. Kwa hiyo aina ni kitu muhimu sana cha kuzingatia. Lakini kuna mifugo mingine pia kwenye hapo kwenye aina ambayo haina asili ya kula chakula kingi.
unakuta akila kidogo tayari ni wavivu wa kula. Sasa mifugo kama hii haifai kuingiza kwenye programu ya unenepeshaji, kwa sababu ng'ombe au mfugo wako anapokuwa anachukua chakula kingi, ndivyo hivyo tunategemea kwamba pia atakuwa na uzito mkubwa na atakuwa na misuli mingi, kwa sababu kiwango cha chakula anachokichukua ndicho ambacho anaweza kukibadilisha pia kuwa kwenye misuli na kuwa kwenye mafuta. Kwa hiyo kuna aina ambazo pia hazina hiyo asili ya kutumia chakula kingi. Sasa mifugo kama hiyo ni kuyaepuka. Kwa mfano kwa kondoo kuna red Masai, lakini pia black-headed Persian ni wazuri sana kwa ajili ya unenepeshaji. Hao ni mbuzi ambao ni kondoo ambao wanapatikana sana pia hapa Tanzania. Red Masai pia pamoja na black-headed Persian. Hawa ni kondoo ambao ni wazuri sana pia kwenye programu ya unenepeshaji. Conversion rate yao ni kubwa, lakini pia wanaweza kutumia chakula kingi. Kwa hiyo hawa ni wazuri sana kwenye biashara ya unenepeshaji. Kigezo kingine ambacho utatakiwa kukizingatia ni jinsia. Jinsia ni kigezo muhimu sana cha kuzingatia. Mfano, madume yanaweza kunenepa kwa haraka ukilinganisha na majike. Kwa hiyo kwenye kunenepesha ni vizuri ukatumia sana madume kuliko kutumia majike. Lakini kitu kingine ambacho pia kinaweza kuleta shida kwenye majike, unaweza ukachukua majike mnadani. Wakati huo wewe huwezi kujua majike ambao wana mimba kwa wakati huo unanunua. Unawaingiza kwenye programu ya unenepeshaji, umetumia gharama za chakula, umetumia gharama za vibarua na nini, alafu unafika muda wa kwenda sokoni, unagundua kwamba kwenye yale majike yako labda ng'ombe ulileta ng'ombe 10, kati ya hao ng'ombe 10 unakuta ng'ombe 4 au 5 tayari wana mimba za kukaribia kuzaa. Sasa kwa maana yake itakurestrict wewe usiweze kwenda sokoni. Sasa kama hutaenda sokoni, maana yake tayari pale plani yako inakuwa imefanyaje? Imefeli, kwa sababu hautaweza kuuza wale ng'ombe tayari wenye mimba. Mwisho wa siku unakuta unaanguka kwenye mtaji wako ambao ulitegemea uuze ng'ombe 10 au ng'ombe 20, badala yake unauza ng'ombe pungufu na ile plani yake. Kwa hiyo ng'ombe hawa wa majike au mifugo hawa ambao ni majike ni wa kuepuka sana kwenye programu ya unenepeshaji, kwa sababu hizo ambazo nimezielezea. Kwanza, wanachelewa kunenepa kwa haraka, lakini pia kitu kingine ni hicho ambacho nimesema kwamba unaweza kushindwa kujua kwamba wana mimba au hawana mimba. Mwisho wa siku utakuta unapofika kwenye wakati wako utekeleze plani yako, unakuta unashindwa kwa sababu yale majike tayari yanakuwa yana mimba. Kigezo kingine ambacho ni muhimu cha kuzingatia ni umbo. Ninapozungumzia umbo, sizungumzia aina, ninazungumzia ukubwa wa yule mfugo wako. Na ni vizuri ukaenda kuangalia mfugo ambao kwanza unaonekana una frame kubwa. Hata kama amekonda, lakini anaonekana kabisa kwamba hili ni ng'ombe au ni mbuzi ambaye ana umbo kubwa. Kwa hiyo ni kitendo tu cha kwenda kumweka kwenye programu ya unenepeshaji au feedlot, then baada ya muda ukifika anakuwa amejaza nyama kwenye yale mashimo au kwenye ile frame yake. Mwisho wa siku akionekana hapo, anaonekana ni mfugo ambaye ni mkubwa, lakini mwenye nyama nyingi na mwenye uzito mkubwa. Na kwenye umbo tunaangalia kitu gani hasa? Kitu cha kwanza tunachoangalia ni urefu. Yule mnyama lazima awe ni mrefu, mwenye urefu wa kutosha, lakini pia lazima awe na kimo. Kimo ninapozungumzia, nazungumzia kutoka miguuni kwenda chini au kutoka kwenye mgongo pale mpaka kufika chini. Kwa hiyo ng'ombe ambaye au mifugo ambaye atakuwa na kimo kikubwa na atakuwa na huo urefu wa kutosha, ukimjaza nyama unaweza kupata bei kubwa sokoni, lakini pia utapata uzito mkubwa, kwa sababu ni mfugo ambao tayari una umbo kubwa, ila kilichokuwa kinakosekana tu ni nyama. Kwa hiyo wewe umeenda kujaza nyama kwenye ile frame yake, alafu mwisho wa siku ukapeleka sokoni. Kigezo kingine ambacho ni muhimu, ni cha mwisho, ni soko.
hapa lazima mpenzi mtazamaji uangalie soko lako linahitaji kitu gani. Kwa usije ukaingia kwenye programu ya unenepeshaji kama haujui unapeleka mifugo yako kwenye soko gani na vigezo gani vinavyohitajika kwenye soko lako. Hapo mpenzi mtazamaji, nafikiri tumeelewana. Kwa hiyo kuna soko lingine linahitaji mifugo ya kawaida, kuna soko lingine linahitaji mifugo wadogo, kuna soko lingine linahitaji vyovyote itakavyokuwa. Kwa hiyo ni lazima uangalie kwamba wewe soko lako linahitaji nini. Mfano, nyama nyingi zinazouzwa nje ya nchi yetu, iwe ni ng'ombe au iwe ni mbuzi, iwe ni kondoo, mara nyingi huwa wanapenda mifugo ambayo bado ni midogo, haijazeeka, haijawa na umri mkubwa. Hiyo ni nyama ambayo inapendelewa sana, na hii nyama ukinenepesha vizuri kwenye soko la nyama inakuwa graded kama first class. Kwa nini inakuwa graded kama first class? Kwanza ni laini, haijakomaa. Pili, ni nyama ambayo inaweza kuwa na mafuta, distribution yake ikawa iko vizuri ya mafuta. Unakuta ndani ya misuli pia kuna mafuta. Tofauti na hawa mifugo wengine utakuta mafuta yako juu ya misuli tu. Lakini kwenye nyama, hawa wanyama wadogo ukiwaingiza kwenye programu ya unenepeshaji, ndio nyama ambayo inapendwa sana na unaweza kuingiza kwenye grade. Ni bahati mbaya tu kwa hapa Tanzania kwetu, sijui kama wanauza nyama kwa kugrade. Lakini kwenye nchi zetu za wenzetu huko wanauza nyama kwa kugrade, kwamba first class, second class, third class, hivyo hivyo. Kwa hiyo huwa zinapangwa kulingana na ubora. Kwa hiyo kwenye masoko ya nje, mara nyingi masoko haya yanapanga hizi nyama kulingana na grade. Na kitu ambacho kinasababisha hizi grade ziwe nzuri ni wale wanyama. Kama utakuwa umetumia wanyama ambao ni wadogo, hawajazeeka, it is likely kwamba nyama yako au mifugo yako itapangwa kwenye grade namba 1, kwa sababu itakuwa ni nyama ambayo ina vigezo vyote. Basi mpenzi mtazamaji, hivyo ndio vigezo ambavyo kama mfugaji au kama mfanyabiashara wa programu hii ya unenepeshaji wa feedlot, kama utavizingatia na zile taratibu zote ambazo nimezieleza kwenye somo la kwanza lililopita, ni wazi kwamba unaweza ukatengeneza pesa nyingi kwenye biashara hii ya mifugo. Kwa sababu fikiria kwamba ng'ombe kwenye mnada unaweza ukawapata hawa ng'ombe wetu wa kienyeji tu ambao wanafugwa huko na Wamasai na watu wengine ambao wanafuga. Mnadani unaweza kuwapata kwa shilingi 380,000 mpaka 500,000 na shilingi 50,000. Bei huwa zinachezea hapo 380,000 mpaka 550,000. Lakini mfugo huo ambao mnadani umeuchukua kwa shilingi 380,000 au 550,000, ukiuweka kwenye programu ya unenepeshaji kwa muda wa siku 90, unaweza kwenda sokoni ukamuuza kwa shilingi kuanzia 900,000 mpaka shilingi 1,100,000 na 200,000, kulingana na ubora wa mfugo wako. Kulingana na ubora wa mfugo wako. Na pia gharama wakati huo, gharama za uzalishaji au za kutumia hiyo unenepeshaji, unakuta kwa mfugo mmoja huwa haizidi shilingi 120,000. Sasa kama umemchukua mfugo kwa shilingi 380,000, ukiongeza na 120,000 inakuwa 500,000. Alafu wewe unaenda mfugo huo unaenda kuuza shilingi 900,000 au 1,000,000 na. Kwa hiyo ina maana unaweza ukawa umetengeneza faida ambayo inalingana sawa na mtaji wako ulioweka au zaidi ya mtaji wako uliokuwa umefanyaje, umeweka. Lakini pia soko la mifugo minadani inatofautiana kulingana na nyakati. Kwa mfano, kipindi ambapo una ukame mkali sana, ng'ombe huwa wanashuka bei kiasi ambacho unakuta ng'ombe wanauzwa mpaka shilingi 150,000, lakini wakati wa ukame mkali kuna
wanashuka mpaka zaidi ya hapo. Nakumbuka kipindi ambapo kiangazi cha mwaka 2021 mifugo iliuzwa mpaka shilingi 30,000. Ng'ombe aliuzwa mpaka shilingi 30,000. Kwa sababu ng'ombe walikuwa wamekonda sana na wafugaji hawana majani, hawana sehemu ya kupeleka mifugo yao. Mwisho wa siku wanaona bora auze kwa bei tu ya hasara. Mwisho wa siku wale mifugo wasije wakawa wanakufa, anawaangalia pale. Sasa kama mfugaji umejiandaa vizuri na malisho yako ya kutosha, kwa kipindi hiki ndio kipindi ambapo unaweza ukatengeneza pesa nyingi sana, kwa sababu kama ng'ombe utamnunua kwa shilingi 150,000 alafu umuingize kwenye programu ya unenepeshaji, wakati huo wewe una malisho yako ya kutosha, uende ukamuuze kwa shilingi 900,000, milioni 1, utakuwa umetengeneza faida kiasi gani? Kwa hiyo mwisho wa siku, mpenzi mtazamaji, utaona kuwa umetengeneza faida kubwa sana, hata zaidi ya mara 3 mara 4 ya mtaji uliokuwa umeweka. Basi mpenzi mtazamaji, hapa ndipo tumefikia mwisho wa somo letu la namna ya kutengeneza pesa nyingi katika biashara ya ufugaji au biashara ya mifugo. Na kama mpenzi mtazamaji somo hili limekupendeza, una maswali, una maoni, unaweza ukaweka maoni yako hapo chini kwenye eneo la komenti. Lakini pia usisahau kusubscribe kama hujafanya hivyo. Unaweza ukashare video hii kwa watu wengine ili waweze kupata elimu hii, ili tuweze kufuga wote kwa pamoja na tuweze kupata manufaa wote kwa pamoja. Asanteni sana na karibuni tena katika chaneli yetu. Asanteni sana.